Mambo vipi watu wetu wa Yagatek? Karibuni kwa kipindi chetu. Tumekuja na kipindi kipya, Gospel. Tunahoji watu katika Kiswahili, lugha ya Kiswahili, ili watu wengine wapate kupata mambo makubwa kutoka Yagatek. Mambo vipi ndugu yangu? Poa. Naona una furaha sana. Ndio. Karibu kwenye studio yetu ya Yagatek. Ndio sana. Tunakuwa tuna support vipaji hapa na pale. Tunataka tujue kwanza unaitwa nani? Naitwa Mwaliasha. Mwaliasha. Ndio. Unaishi wapi? Naishi hapa Nampa hivi. Naishi Nampa. Nampa iko wapi? Unatuambia iko wapi? Naishi Adao na. Okay. Adao. Una kipindi gani ama una miaka mingapi ukiwa unaishi hapa Nampa? Aidha hapa Marekani. Hapa Nampa, naishi hapa for like 3 years. 3 years. And I had like Marekani, like maybe 9 years. Wow. So again I hesabu. Kwa wewe 9 years. Sipate picha ulikuja ukiwa na miaka mingapi? Niko miaka 8. 8. Hivi nakumbuka ulikotoka kweli? Sio kivile ba. Mimi nakumbuka wengine sikumbuki. Mmoja nakumbuka. Okay. Kwa sababu tunajua vijana kama nyinyi wengi wakiwa na hiyo miaka wanapoteza lugha yao. Lakini nimesikia kuna lugha nyingine unazungumza ya mama na baba, unaongea Kiswahili, unaongea Kiingereza. Imekuwa kwaje kwanza uendelee kusimamia kwenye msimamo ya kuongea Kiswahili uelewane na watu wengine wasiojua lugha ya Kiingereza? Well, because mimi nakumbuka lugha yangu ni ya kwanza. Niko kwa Marekani but Kiingereza si lugha yangu. Okay. Nikienda Afrika kwani nitaongea Kiingereza ndio nitaongea Kiswahili. So lugha ya home inakuwa kawaida. Ijapokuwa tujui Kibembe but tunakaa tunasikia hivyo naendana tu. Nakuwa nafurahi vijana wenye moyo kama wewe. Je, huwa unafanya nini katika maisha yako kwanza? Hapo ndo patamu sasa. Hapo ndo patamu. Usikie. Sifanyi anything. Okay. Shule. Kunyumba. Na basi. Okay. So katika maisha ya kawaida basi. Unaenda kanisani au uendi? Kwa sababu sema mfanyaji chochote. Labda ningesikia kama mimi ni mwanakwaya, nasoma tena mimi naenda kanisani naimba sio na nini. Sasa wewe upo zako na chili home, Well, niko mwanakwaya naenda kwa siku ya pili na siku ya 5. Okay. Yeah. Okay. Tusogee kwanza kidogo tunaongea kidogo kwanza. So kwaya. Hapa Nampa kuna kanisa? Hapana, no, mimi naendaga kanisa Boise. Vista Pentecost. Oh, wow. Yeah. Pentecost. Light Mission Church. Mkuu. Unapenda? Yes, welcome to my church. Unatuinvite tukuje kwenu. It's a good church, iko wonderful. Haina perfect but iko sawa. Kwa nini usikuje kwetu sasa? Siku moja tu Mungu akipenda. Ukuje kwetu amie kwetu. Mungu akipenda nitakuja. Akipenda, yes, pia nakuja. Nataka nikuulize kwanza. Ndio. Una grupe yako ya GTD Band? Ndio. Yeah. Na mimi ndo kiongozi halisi. Unajisikiaje kwanza? Iko sawa, tunafanya kazi. Yeah. Tunapendana, upendo. Yeah. Amani. Na uvumilivu. Yote iko. So, najua tuna pengo kubwa, kuna ndugu yetu ameshatangulia mbele za haki. Ndio. Na hapo ndo tunaanza kuvunjika nguvu. Kwa sababu ndio natupa moyo. Unaonaje tuongeze bidii sisi kwa sisi, tuamshane katika maombi na mambo mengine? Nadhani nikasema yes. Tuliumia kweli gisi mwenzetu ameondoka, tena alikuwa like msimamizi wetu like alikuwa anatusimamia kwa vitu ya mingi. So yeye kuondoka iliacha like pengo ya mingi sana like katika yetu group, kwa sababu tulikuwa tunamtegemea yeye, alikuwa anacheka na sie, anatania na sie, lakini hivi sasa hivi tumekuwa na upweke, you know. But tunaendelea na kuomba na tuendelea na kufanya kazi, kwa sababu sio tutakuwa na damu, sio tutaondoka, yenda ameanza, sio wengine tutamfuata. Amemaliza mwendo na sisi yeye mbele sisi nyuma. Yeah. So ukiangalia maisha hapa Marekani na kule Afrika ulikotoka, tofauti ukoje? Well, mimi siwezi kusema kuko tofauti kivile, kwa sababu mimi sikumbuki Afrika kivile. Sijui magumu, sijui nini, nilikuwa tu mie nalamuka naenda kwa masomo narudia huko Marekani hivyo. So siwezi kusema eti Afrika kulikuwa vigumu au huko kulikuwa vigumu, kwa sababu mimi sikumbuki maisha ya Afrika kivile. Huko ndo nimezoea kwa sababu nimekulia. Sasa unavyoona wazazi wanavyoshughulika hapa na pale, unajifunza nini? Kwa sababu na unaelekea huko. Najifunza kuwa mpambanaji, kwa sababu and only that huko Marekani wanalipa vitu ya mingi. Afrika tulikuwa tunalipa manyumba, lakini huko Marekani mnalipa manyumba ni vitu ya mingi. Umeme, ya mingi. It's too much. Oh my God. So yeah, na mengine ilikuwa nipasha
nikikuwa nafanya kazi, nafuata gesi walianza. Sasa unawashauri nini wale watu unakuta ni wavivu, hawataki kujishughulisha na kazi za hapa na pale? I don't know, fanya kazi tu. Fanya kazi. Yeah. So, ni kitu gani mnakiandaa kwenye group yenu kwanza? Well, tuko na tukingine maza kurekodi mwimbo saizi and ile ndoto. Yeah, na tuko na ile mwimbo ndoto. Tulirekodi not too long ago. So soon yuko na kuya. Soon tunakuja. Tuko na audio, tuko na audio ya ndoto na pia video inakuja soon. Guys, kaeni tayari. Yeah. Soon ndoto video inakuja. Itakuwa moto akotea mbali. Okay, after ndoto album hamna mpango mwingine wa kutengeneza vitu? Well, tuko na mpango of course, kwa sababu ketu YouTube channel ukiona kule tuko na audio za mingi na bado ma video zijaanza, and only that tunahitaji kunani tunahitaji kurekodi. Tunahitaji kurekodi ma video za mingi na ma voice. So yeah, smatu mukae hapo msubirie vitu vikitoka, mna watch, mna support, mna subscribe, mna share vyote hivyo. Okay guys, mnasikia ushauri kutoka kwa dada Mwaliasha anachokisema. Tunaomba support yenu. Ndio. Ukiangalia gospel ya hapa Marekani na gospel ya Afrika, mimi naona gospel ya kule Afrika ndio inasonga mbele kuliko hapa Marekani. Ni kitu gani unaona tunakwama wapi ili tuwe kama wao? Ni kitu gani kinachosababisha tukwame? Kwa sababu wao wakitoa kazi inasapotiwa sana. Sisi tukitoa kazi hakuna support. Na wanao support kazi za watu wako Afrika ni watu wanaishi hapa wengi. Kwa sababu ukienda manyumbani kwenye gari unakuta zinapigwa sana. Je, ni wapi tunakwama ili na sisi tuwavute na watu support? Wanaweza kusema for example tukipost video tunatumia tu wale watu wenyewe huko Marekani. You know, wale watu like kama tuko na marafiki wa Afrika tunawatumia and all that. Mwimbo inakana kuwa more. Inakana kuwa zaidi kama sijui, I don't know why. Sijui kwa nini Afrika, sijui, I don't know. Sasa utawashauri nini watu hawapendi vya kwao? Watu hawapendi vya kwao kwanza. Mwetu sasa, kama mkupenda yetu, kama mkupenda vya kwenu, mtapenda vya wapi? Mpende vyenu kwanza ndio mnapenda vya vingine bado. That's all I would say. Yeah. Mimi nikienda kwenye nyumba za watu, unakuta wanapiga nyimbo za watu. Hakuna msanii aidha mwimbaji wa gospel anapigwa kwenye nyumba za watu wanaoishi Marekani. Huwa najiulizaga, je, ni kwa nini hatupendani sisi kwa sisi kwanza? Unakuta mtu anasapoti mtu mwenye hamjui. Lakini si wakatazi kwa sababu yote ni injili. Lakini kwanza wanasemaga hivi, ibada njema inaanzia wapi? Inaanziaga nyumbani. Sasa kwa nini sasa wasitusupport? Na kati unajua tuna cash kwa kurekodi, kwa kushuti jua, tunapanda milima, mabonde. Kwa nini wasitusupport? Tujadiliane kwa hilo kwanza, tuangalie tuliweke sawa kwanza. Naweza kusema because sio kila mtu ndo ataangalia kitu kile ndo atapenda. Kuko mmoja anakuwa na wivu, wengine wanakuwa kama sio lazima mwenyewe uko naongea naye ndo atakusupport kwa kila kitu kiko afanye. Okay. So naweza kusema maybe wako na wivu kwako, maybe unafanya kitu sijui. Siwezi nikagusia sana kuhusu hivyo kwa sababu mimi niko zangu hapa. Nyimbo inatoka naangalia. So sijui. Okay. Mimi kuna kitu nilijifunza sana. Mimi nilikuwa ni mtu napenda kusupport watu. Ndio. Na share link zao. Lakini mimi nikitoa kazi, aidha group yetu tukitoa kazi, hakuna mtu anatusupport. Mfano kama wimbo nimetoa mwezi siku. Kuna watu na wasupport wapo hapa Marekani. Hawaja share link yangu. Wala hata kucomment. Lakini mimi na support wao. So unafikia hapo kuna fair yote kweli. Hao watu sasa unawashauri nini? Sisi tunawasupport. Wao wapende kutusupport. Tunawashauri nini? Nataka kusema tu, shauri mwenye nani? Support mwenye anakusupport. Okay. Penda mwenye anakupenda. Asio kupenda? Achana naye. Guys, tupendane. Tupendane, mwenye anakupenda unampenda, mwenye anakupenda unampenda. Tusupport kazi zetu zifike mbali. Tusapotiane, support mtu mwenye unjui na wakati mtu mwenye anajua ako na biaki lakini utasupport. Supportiane is important. Nataka nikuulize swali la mwisho. Ukiangalia jinsi tunavyohangaika. Ndio. Na unajua tunahangaika sana. Ndio. Kama nilivyosema awali,
tunahangaika sana kwa kurekodi, kushuti, alafu unakuta wimbo kwa mwezi una 1K. Sasa yani hapo nataka tupagusie kwanza. Ni kitu gani tunaweza tukawe, kama ni manjonjo, kama ni nguvu, kama ni nini, ili tuangalie kama tunaweza tukapanda kidogo. Tunaweza tukafanyaje kwa kifupi? Unaweza kusema kwangu mimi, but wewe unaweza kuuliza ni like unajua wale wenyewe kwa wanaangalia ndio wananaga hivi ni vibaya au angefanya hivi ingekuwa vizuri zaidi. You know, ingekuwa vizuri like tunaget feedbacks kwa wengine, watu wanatuambia mngekuwa mnafanya hivi, mnaongeza hivi ili video ongezeke. Watu wakuwe naipenda, watu wakuwe na ile feeling ya kuona, yani wakiona hivi wanapenda kuirudilia tena mara 20. So yeah. Good. Ni kitu gani mnaweza mkakifanya soon? Mipangilio yenu ya group yenu ni ipi kwa kifupi? We're gonna plan on is just posting new videos, mwendelee na kutusupport. That's what we're planning on mostly. We don't have anything. Okay. Good. So ni kitu gani unaweza kushauri vijana wa sasa hivi? Tunaona vijana wengi wakifika hapa Marekani na wazuzua, unaona hawataki kwenda kanisani. Kama ulivyosema, unaenda kanisani, unaimba kwaya, unaalafu nyuma ya kwaya una sehemu nyingine unapotumikia injili. Sasa ni kitu gani unaweza ukawashauri vijana hawapendi kujihusisha na mambo ya Mungu? Naweza kusema guys, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu. Tuingali kina nguvu. Yes, kwa sababu watu wengi wanasema eti natumikia Mungu nikizeeka. Haujui kama utafika huko kote mbali. So tumtumikie Mungu, gisi tukikati vijana tuko na nguvu zetu. Tunatumikia Mungu, of course, hatuna perfect, hakuna mtu yako perfect hapa duniani. Tunafanya bila wengine tunajua na wengine tujui, wanatuelekeza, na pia tuko tunasoma Biblia ili ituoneshe vitu ya mingi. Kwa sababu in this new generation, I don't know, ni Mungu na maombi tu, kwa sababu vijana hizi masiku sina na neno. Umenichekesha. Ndio hivyo. Unamaanisha wanavuta bange? Hapana, it's just too much, but tutumikie Mungu. Tutumie tukiwa na nguvu. Ya unachokisema ni ukweli. Vijana ndio wasukume injili bwana. Ukisha kuwa na umri, utaweza kweli? Umri umeenda, utaweza? So asante, nimekushukuru sana kwa muda wako. Ndio. Nikusihi uendelee kuwepo katika uwepo wa Mungu na kupenda Mungu na kushauri vijana. Ndiyo. Na kuwa na nguvu tena katika grupe yenu. Unaweza ukawashauri nini watu wasiotufahamu ili wapate kutufahamu? Watukute wapi? Ni majina gani tunayotumia? YouTube ni kazi ngapi tumeshazifanya? Wanaweza kaenda kaziangalia. Nani kasema mwingine anatujua, tumia mtu mwingine atujui. Mwingine atujui, atumie wengine mtu ili endelee hadi tufike mbali. Good. And ku YouTube is Jedeo James. Wow. Ku YouTube utaona tuko na manyimbo za mingi, tuko na mavideo za mingi. Muendelee na kutusupport, muendelee na kutusaidia, na Mungu atawabariki sana. Guys, asante. Tumeishia hapa. Yeah. Tumeishia hapa. Siku nyingine tutawaletea kazi zingine za mpya. Na kipindi hiki kitakuwepo. Tufuatilieni, subscribe ya Gatech. Ciao.